Mchakato jimboni. Nami mdogo mdogo naelekea kata ya Kiranyi, kitongoji cha Nyamayana, hatua kwa hatua. Nasikia kitongoji hiki kimeshika nafasi ya 3 kimkoa kwa usafi wa mazingira. Hongera sana. Basi naenda kutana na mwenyekiti George Lesironga ili atuambie imekuwaje kwaje. Nafasi ya 3 kimkoa si mchezo, tutaongea mengi. George, mambo vipi kaka? Tunasalimiana na baadaye ananikaribisha ofisini tuanze mazungumzo. Na mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana Mchakato Jimboni. Na Mchakato Jimboni leo hii imepiga hodi moja kwa moja kwenye kata ya Kiranyi, hususan kitongoji cha Namayana. Na kwenye kitongoji hichi tunakutana na mwenyekiti bingwa kabisa, mwenyekiti wa kitongoji hiki. Huyu si mwingine bali ni George Lesironga. Mimi namfahamu kwa majina hayo, lakini yeye mwenyewe anaweza kujitambulisha zaidi kwa majina yake mengine kama nimekosea ama nimepatia, lakini pia tutaendelea kuongea baada ya hapa. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Salama kabisa. Ndio. Habari za kwako? Mungu ni mwema kabisa. Ndio. Nimefurahi leo nimefika ofisini kwako. Ndio. Na lengo la Mchakato Jimboni ni kuongea tu mambo kadha hususan masuala ya maendeleo. Ndio. Katika eneo lako la utawala. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwanza nikupongeze kwa kuchapa kazi. Asante. Ndio. Tupo, mimi ni George Solomon Lesironga, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Namayana. Naam. Kwenye kata yetu hii ya Kiranyi. Sawa. Na hii ni awamu yako ya ngapi kwenye nafasi hii? Hii ni awamu yangu ya pili. Aha. Ni awamu yangu ya pili. Ndio. Vipi unaonaje majukumu kwa ujumla kama mwenyekiti wa kitongoji? Majukumu si mabaya. Ndiyo. Majukumu si mabaya. Isipokuwa labda kipindi cha kwanza nilipoingia, unajua unapoingia kwa mara ya kwanza unajifunza mambo mengi. Ni kweli. Lakini ndani ya miaka miwili unakuwa tayari umesha qualify kwenye yale mambo. Okay. Kwa hiyo katika kipindi cha mchakato katika kipindi cha miaka miwili ile nilijifunza mambo mengi nikayajua. Na kwangu yalikuwa ni rahisi kwa sababu hapo nyuma nimeshakuwa kiongozi tena ambaye ni kuwa balozi. Nimeshakuwa balozi kwa miaka 20. Kwa hiyo nilikuwa na experience kidogo ya kuweza kufanya hizi kazi. Sawa. Umekuwa balozi kwa miaka 20. Ndio. Na vitongoji na vijiji ni tofauti. Vitongoji vijiji wana wale wajumbe wa serikali za mitaa. Ndio. Vitongoji hawana. Vitongoji hawana. Isipokuwa tu mabalozi wanakuwa na wajumbe 4 kila balozi. Wale ndio wanakuwa wanamsaidia mwenyekiti. Wanamsaidia mwenyekiti. Sawa. Mtazamaji, huu ni Mchakato Majimboni na hapa tuko na Mheshimiwa George Lesironga, mwenyekiti wa kitongoji cha Namayana, kata ya Kiranyi. Uji wangu Mheshimiwa nikupongeze, nimepata taarifa kwamba kitongoji chako kimepata tuzo ya usafi wa mazingira. Asante sana. Hilo ni kweli. Ndio. Hilo ni kweli, kitongoji changu katika wilaya hii ya Meru kweli kimepata tuzo ya usafi wa mazingira. Na sisi kitongoji changu kimeshika namba 3. Kimeshika namba 3, kwa hiyo utaona hata kimkoa pia katika kimkoa ni nafasi ya 3. Pamoja kimkoa kabisa nafasi ya 3 mkoa mzima. Yaani katika mkoa mzima mkoa walijumlisha vijiji, vitongoji na kwenye jiji. Kwa hiyo sisi Namayana tukashika nafasi ya 3. Hebu tuambie, manake wewe ndo kiongozi mkuu kwenye kitongoji hiki. Wewe ndo mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kitongoji hiki. Ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya kitongoji hiki. Wewe ndo top ya kila kitu kwenye kitongoji hiki. Hebu tupe siri ya urembo, umefanyaje hasa mpaka ukapata mafanikio hayo? Kwanza kuna zoezi la kiserikali ambalo tunafanya usafi kila mwisho wa mwezi. Lakini sisi tulifanya tofauti na hilo. Kwa sababu unajua usafi wa mazingira hautegemei siku mgeni anakuja. Sisi usafi wa mazingira kwetu imekuwa ni desturi. Kwa hiyo tumekuwa tukiwahamasisha mabalozi watu wafanye usafi wa mazingira kila wiki. Kwa hiyo huku utakuta mwisho wa mwezi tunapokwenda kwenye zoezi zima la kufanya usafi wa mazingira, huwezi kukuta tena kama tunafanya kazi kubwa. Tunafanya kazi ndogo sana. Na hilo pia limechangia sisi kuwa kwenye nafasi nzuri. Pili, katika kuna zoezi la uzoaji taka. Tumekuwa karibu sana kufuatilia ili uzoaji wa taka uweze kuchukuliwa kwa wakati. Na nishukuru katika kata yetu ya Kiranyi na hususan na kitongoji cha Namayana ni halmashauri ndio wanachukua taka katika eneo letu. Kwa hiyo wamekuwa makini sana. Unaona, na sisi tumekuwa karibu sana na wao. Tumekuwa tukifanya nao kazi karibu sana. Kwa hiyo linapotokea tatizo tunaliwahi, na ndio maana utaona kitongoji kimekuwa kisafi kwa muda mrefu. Lakini kama ufuatilii, ina maana
zoezi hili linaweza likawa gumu, lakini sisi tulirahisisha kwa namna hiyo. Aha. Kunakuwa na changamoto kwa baadhi ya maeneo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba unakuta watu wamekusanya taka kwa muda mrefu, lakini ile gari la kuzoa taka alipiti. Kwenye kitongoji chako hali hii ikoje? Hali hiyo kwa kweli kwa ujumla wake tuseme ni kama hakuna, na kama huwa inakuwepo haswa hizi nyakati za mvua. Pale barabara zinapokuwa zimeharibika, basi yale magari yanashindwa kupita yale maeneo. Huwa changamoto hiyo ilikuwa inajitokeza, lakini kwa sasa hivi kwa mkandarasi huyu halmashauri anavyochukua taka zile sehemu korofi, wamekuwa wakipitisha trekta, kwa hiyo changamoto hiyo imeisha sasa hivi kwa kitongoji chetu cha Namayana. Aha. Kwa hiyo kwa kweli Mwenyekiti, mimi nikupongeze sana kwa jambo hilo. Ni jambo kwa kweli la mfano kuiga. Nafasi ya 3, ndugu mtazamaji, kwa mkoa mzima, si jambo dogo. Ni jambo ambalo kwa kweli natakiwa kupigiwa pongezi sana kwa mwenyekiti pamoja na kamati yake pamoja na waheshimiwa mabalozi wale ambao wameshirikiana kuhakikisha kwamba kitongoji hiki kinakuwa katika hali hiyo ya usafi namba 1. Mwenyekiti, kwenye swala la ulinzi na usalama hali ikoje kwenye kitongoji chako? Katika swala la ulinzi na usalama katika kitongoji changu hali kwa kweli ni shwari. Hali ni shwari, isipokuwa kuna wizi mdogo mdogo ambao umekuwa ni vibakale wapitaji au watoto wa majirani au watoto wa mtaa huu ambao wamezoea kudokoa, lakini wizi kwa kweli kwa hali ya usalama, ulinzi na usalama ni shwari. Kwa sababu tuishukuru kwanza nilishukuru jeshi la polisi kwa kutuletea inspector katika kata yetu. Inspector huyu tumekuwa karibu naye sana. Kwa kweli tumekuwa naye karibu nyakati za mchana, nyakati za usiku, huwa tunashiriki naye katika kila jambo. Na amekuwa karibu hata kututembelea mara kwa mara. Japo kata hii ni kubwa, lakini kwa kweli mimi nimshukuru kwa upande wetu na Namayana. Amekuwa pia akituletea migambo kwa ajili ya kufanya nao operation. Kwa hiyo kwa kweli kazi ya ulinzi na usalama imekuwa ni nzuri. Japo ni huo wizi mdogo tu ambao tunaweza pia tukaufutilia mbali kwa muda ambao sio mrefu sana. Maana nakumbuka miaka ya nyuma ukikuwa ukitaja mianzini ilikuwa ni hatari sana, yani nyakati za usiku kutembea kwa miguu mianzini ilikuwa ni shida sana, kulikuwa kuna vibaka. Lakini sasa hivi unaweza ukapita hata saa 7 usiku, saa ngapi, naona kidogo mmepambana sana. Kwa kweli sasa hivi tumepambana, ni kutokana na huo ushirikiano, haswa ushirikiano wetu umekuja kwa mabalozi. Kwa mabalozi kutoa ripoti za mapema. Pili, tunapotoa ripoti na sisi kwa jeshi la polisi, hasa tunapompigia maana inspector wetu ndio tunayemtegemea kumpa taarifa, naye atuletea askari. Naye amekuwa mwepesi sana wa kufanya hiyo kazi, wa kuchukua hatua. Kwa hiyo hatua nyingi zinachukuliwa kwa haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hili swala la wamama, mikopo ya kina mama. Mara nyingi hii mikopo inatolewa na halmashauri ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Vipi mwamko kwenye kata yako watu kuchangamkia ile mikopo? Tumewahamasisha watu. Tumehamasisha watu. Na pia tumehamasisha watu na vikundi vipo. Tayari vimeshaingia, vinasubiri michakato inaendelea ili waweze kuweza kupatiwa mikopo. Lakini niseme tu hivi, afisa maendeleo tulie naye. Ni afisa maendeleo ambaye anajua wajibu na anajua anafanya nini kwenye kazi yake. Kwa sababu amekuwa nikimuita kwamba kuna kikundi leo kinataka semina, amekuwa sharp sana kuja, amekuwa mrahisi mwepesi sana kuja, na hili limeleta muamko. Hata waliokuwa wanaona kama zoezi ni zito, nao sasa hivi naona walijitokeza wengi sana. Kwa hiyo tuna vikundi vya Namayana ambavyo navyo vimeingia, walemavu wameingizwa, vijana wameingizwa, na bado mpaka sasa hivi nafasi bado zipo. Afisa maendeleo bado tunaendelea na kazi, ananiambia pindi wanapokuja basi nimpe taarifa. Kwa hiyo swala hilo liko vizuri kwa kitongoji changu cha Namayana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala lingine ambalo watu wengi wanalalamikia, maeneo mengine ambako tumepita kwenye mchakato jimboni, na hususan nyakati za mvua, ni miundombinu ya barabara. Hali koje kwenye maeneo fulani kwenye kata yako, kwenye kitongoji chako? Kwenye kitongoji changu kweli kuna miundombinu ambayo sio mizuri. Haswa barabara. Kuna barabara ambayo yenye urefu kama wa mita 200. Hiyo imekuwa ni kero sana kwenye kitongoji changu, ambaye nimeshairipotia halmashauri, nimeshairipotia kwa mtendaji wa kata, na bado tunaendelea kuifanyia kazi. Kwa sababu pindi mvua zinaponyesha, maji yamekuwa yakitoka mitaa ya jirani, basi yote wanaielekeza yanakuja katika mtaa wetu. Sasa hilo limekuwa ni changamoto. Huwa yanakuja na yanapita katikati ya barabara, na utakumbuka kwamba barabara zetu si kubwa, ni barabara ndogo, huwezi kuweka mtaro bali mnaweka mifereji. Basi tunapoweka ile mifereji haiwezi kutosha kubeba yale maji yanayoshushwa. Basi yale maji
wakati mwingine yanahamia barabarani, lakini kwa kushirikiana pia na wadau, ndio tukishirikiana na wadau tulikuwa tunasubiri kipindi kidogo cha mvua kitulie, basi tuna vifusi vya ambavyo viko tayari kwa ajili ya kujaza kwenye zile barabara. Kwa changamoto hiyo ipo, lakini ufumbuzi na utatuzi tunao. Mtazamaji popote ulipo, huu ni Mchakato Jimboni, na hapa tuko kwenye kata ya Kiranyi, hususan kitongoji cha Namayan, na huyu ni mwenyekiti wa kitongoji hiki, anaitwa Mheshimiwa George Lesironga. Namayan ni jina linatokana nini? Namayan kama una Namayana ni jina la Kimasai, ndio, lenye tafsiri kwa Kiswahili aliyebarikiwa. Aliyebarikiwa. Ndio. Kwa hiyo ni jina linalotokana na lugha ya Kimasai, lakini kwa tafsiri yake lina tafsiri nzuri sana. Na nyie basi mmebarikiwa, maana mshika nafasi ya 3 kwenye mambo ya mazingira, si jambo dogo. Si jambo dogo. Nikupongeza sana mwenyekiti. Asante sana, asante sana. Na mtazamaji, lazima tuje kwenye jambo lingine. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni uchaguzi mkuu ambapo wanaenda kuchaguliwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa wabunge na Mheshimiwa madiwani. Vipi utajitosa kwenye nafasi moja hapo? Unajua urais hii haina mjadala. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi huku labda tupambane kwenye ubunge na udiwani. Wewe unajitosa kwenye nafasi ipi kati ya hizi mbili, ubunge ama udiwani? Ama wewe utasupport wengine? Mimi nafasi yangu nilionayo ni kusupport wengine. Mimi sitajitosa. Mimi nitasupport wengine. Labda tukimzungumzia kidogo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama chako kimempitisha kuwa mgombea wa nafasi hiyo ya urais, na wakimtakia kila laheri katika uchaguzi huo. Wewe unasemaje kwa Dr. Samia kupitishwa kuwa mgombea wa nafasi hiyo ya urais? Mimi niseme sina shaka naye. Sina shaka naye, utendaji wake kwanza ni mzuri. Pili, anakubalika, ndio. Tatu, tulichokuwa tunakitegemea kwa CCM kipindi cha nyuma mpaka tulipofikia tunakiona. Kwa hiyo sina shaka na rais mama yetu Samia.